Je, ni mambo gani ambayo yatatokea baada ya kanisa kunyakuliwa? Je, nini ambacho kitaendelea hapa duniani baada ya kanisa kunyakuliwa? Sawasawa na Mtume Paulo baada ya kusema kwamba katika kitabu kile cha Wathesalonike kwamba sisi tulio hai tutanyakuliwa, tutaungana nao katika mawingu kumlaki Bwana Yesu. Manake kanisa litanyakuliwa. Je, nini ambacho kitakuwa kinaendelea sasa baada ya kanisa kunyakuliwa hapa duniani? Cha kwanza kitakachotokea ni pale ambapo mpinga Kristo atafanya kwanza agano la amani na mataifa yote. Kutakuwa na amani katika kipindi cha miaka 3.5 ya kwanza ziki. Kutakuwa na amani ambapo mpinga Kristo ataifanya agano la amani na watu wake na mataifa yote, atashawishi kutakuwa na amani. Hilo ni jambo la kwanza ambalo litafanyika. Atafanya agano la amani na watu wote na mataifa yote. Vita vyote hivi vinavyoendelea, migogoro yote kimataifa, migogoro yote iliyopo, mpinga Kristo atakomesha, atafanya agano la amani. Kitu kingine ambacho kitakachofanyika baada ya kanisa kunyakuliwa ambacho au kitakuwepo au kitakachoendelea duniani, kutakuwa na dola moja, kutakuwa na sarafu moja, kutakuwa na dini moja, mtawala mmoja. Hicho kitu kitaendelea ambacho pia ni mpinga Kristo ambaye atakifanya, atamuru kifanyike baada ya kanisa kunyakuliwa. Hicho kitu kitafanyika na atamuru kifanyike kwa sababu yeye ndo atakuwa na mamlaka. Kwa atamuru iwepo dola moja, sarafu moja, iwepo utawala mmoja na dini moja. Kwa hiyo kitu pia kitafanyika baada ya kufanya agano la amani. Ataweka hiyo dola moja, yani uongozi utawala mmoja, ataweka dini moja. Kwa hiyo kutakuwa na amani ambayo ataifanya na mataifa. Na hiyo pia kitu kingine ambacho kitakuja kufanyika baada ya kanisa kunyakuliwa, kingine kitakachokuja kufanyika ni nini? Kitakachofanyika ni kwamba mpinga Kristo ataingia katika patakatifu, yani pa hekalu, ili aabudiwe kama yeye ni Mungu, atawashawishi watu wamwabudu. Hicho pia kitafanyika baada ya kanisa kunyakuliwa. Sasa baada ya kufanya hivyo, hapo ndipo baadhi ya mataifa na watu wakiwemo Wayahudi wenyewe watakataa, hawatakubali kumwabudu. Kwa hiyo hapo sasa ndipo itakapoanza kipindi kingine cha miaka 3.5 ambacho ndani yake kina mateso. Hivyo pia hiyo dhiki kuu itakuja kwa ajili ya taifa la Israeli kwa sababu walimkataa Kristo. Kwa hiyo watapitia mateso makali sana. Kwa hiyo pia itakuwa ni mateso kwa wale ambao watabaki, ambao hawatanyakuliwa. Hicho pia ndicho kitakachoendelea baada ya kanisa kunyakuliwa. Mateso na dhiki, maumivu kwa wale ambao hawatanyakuliwa, ambao watabaki, ambao watasalia. Kwa hiyo hayo ndio yatakayoendelea baada ya kanisa kunyakuliwa. Dhiki itakuja kwa Israeli na baadhi ya watu wa mataifa ambao hawatanyakuliwa katika unyakuo wa kanisa. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vitakavyoendelea. Lakini wakati wanaendelea yote hayo, mpinga Kristo atakuwa akiamuru mataifa yashambulie taifa la Israeli kwa sababu tu walikataa kumwabudu kama Mungu. Maana neno la Bwana linasema kwamba ataingia katika patakatifu, atakaa akitaka kuabudiwa. Kwa hiyo hayo yote yataendelea wakati ambapo kanisa litakuwa limekwisha kunyakuliwa, kanisa limekwisha kuondoka. Maana neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Wathesalonike kwamba si ya kuasi afanya kazi, lakini yuko azuiaye ambaye ni kanisa, lakini atafunuliwa mpaka yule anayezuia atakapoondolewa ambaye ndio kanisa. Kwa kanisa litakapoondolewa ndipo siri huyo asi atakapofunuliwa, ndipo atapokuja kuyafanya haya mambo yote ninayosema, ambapo atakuja kuleta amani kwanza na kwa mataifa yote, atafanya agano la amani. Baada ya hapo uongozi mmoja, ni utawala mmoja, dola moja na sarafu moja au dini moja. Baada ya hapo, baada ya hekalu hilo kujengwa hapo Yerusalemu, ambapo ataingia hapo na kuamuru abudiwe. Baada hapo kitatokea mvutano na mgongano, Wayahudi watakataa na baadhi ya watu, kwa hiyo watashawishi wamwabudu. Kwa baadaye hapo ndio tutakuja kutokea sasa mvutano, uwe mkataba agano la amani litavunjika. Sasa ndio itakapokuja kuwa mateso makali, dhiki na taabu katika kipindi cha miaka 3.5 ya mwisho. Haya yote yatatokea baada ya kanisa kunyakuliwa. Aliyekuwa na masikio na asikie neno hili ambalo Roho wa Bwana ayaambia mataifa, na anakuambia wewe msikilizaji ambaye unasikia, ambaye bado hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.